Sio siri kwamba dunia imebadilika sasa hivi. Wakati kuna mwingine anatumia bando lake kuperuzi mtandaoni kila siku na kupoteza muda kuangalia video za kuchekesha mpaka saa 8 usiku, kuna mtu mwingine anatumia bando hilo hilo la 500 na anatengeneza mpaka $500 ndani ya wiki moja. Sasa hawa watu wawili walichotofautiana ni nini? Wamenahisi wametofautiana kitu kidogo sana. Ina maana kuna kitu ambacho hao wengine wanakijua ambacho hao wengine pia hawakijui. Sasa kama umekuwa ukitafuta namna kutengeneza pesa mtandaoni, au umekuwa una maarifa fulani au ujuzi au uzoefu na unatamani kujua jinsi ya kutumia unachokijua kuwa pesa, au unatafuta tu njia rahisi ya kutengeneza pesa mtandaoni, sasa leo naenda kukuonyesha njia moja rahisi sana na yenye hatua 3 tu. Kwa kifupi, it's a simple system, 3 steps system, ambayo itakusaidia kutengeneza mpaka milioni 1 yako ya kwanza mtandaoni, hata kama una mtaji wote wala uzoefu wote. Na kwa nini nasema hivi? Kwa sababu nitakuonyesha pia jinsi gani ya kutumia AI ili kusaidia kutengeneza pesa kwa urahisi sana. Sasa na njia hii rahisi nilimshirikisha rafiki yangu mmoja ambaye ni mpishi, na siku ya kwanza tu katika kuifanyia kazi alitengeneza zaidi ya 60,000 ndani ya masaa machache sana. Na muda huo nilimshirikisha mdogo wangu ambaye alikuwa na mawazo sana, maana alitakiwa kulipa karibia milioni 2 ndani ya mwezi mmoja ya SACCOS na hela hana. Lakini mwezi uliopita tu kama unavyoona akanitumia message kwamba ameshakuwa milionea. Ametengeneza zaidi ya milioni 4 ndani ya mwezi mmoja. Kwa deni amelipa na SACCOS hamdai tena. Hii ndio nguvu ya hii system. Na hii system mara kwanza kabisa nilitest katika account mpya kabisa TikTok, kwa sababu kuna wengine wanasema huwezi kutengeneza pesa bila followers, sijui bila kuwa na account kubwa. A new account, 0 followers, na ndani ya siku 3 ilikuwa nishanitengenezea zaidi ya 600,000. Na video hiyo tu moja kila siku kwa miezi 3 mfululizo ilikuwa inaniletea zaidi ya shilingi 20,000 kila siku. Na hii hapo unavyoiona, hii ndio post ambayo nimeitumia. Na huko mbele nitakuonyesha hata account ambayo ipo. Na ile account niliacha kwa sababu ilikuwa tunafanyia mazoezi, naona je system inafanya kazi au haifanyi kazi. Na hii system au hii njia sio network marketing. Ikufanye nikwambie siju bebe mabidhaa au mpaka umuunganishe mtu ende ulipwe, hapana. Haihusiki na network marketing wala kuuza mavipodozi sijui mabidhaa kutembea nao mtaani. Na system hii pia nilimshirikisha rafiki yangu mmoja ambao mwezi uliopita alinipigia kwa furaha sana kwamba ameshatengeneza zaidi ya 300,000 kwa wiki, na sasa hivi kila wiki anatengeneza zaidi ya 300,000. Na hakuamini kwa kweli, maana alianza bila uzoefu wala ujuzi na alikuwa na mtaji yote, na aliingia katika kitu ambacho kilikuwa ni kipya kabisa kwake. Kwa hii system kwa mtu yote ule inafanya kazi. Hello. Jina langu ninaitwa Edson Mokasege na mimi ni digital marketer, na wengine wananiita professor. Sasa sijajua kwa sababu labda ya akaunti zangu ya mtandaoni ambao kienda TikTok utanikuta kwa jina la Make Money Online Professor au Mansa Mwaka, au kwa sababu tu nimejitoa sana kuwafundisha watu ili wafanikiwe mtandaoni. So kwa mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kabisa kukutana na mimi, aje kuniona, aje kunisikia, hii ni account yangu ya TikTok ambao nafundisha watu njia mbalimbali za kutengeneza pesa mtandaoni na njia mbalimbali za kupata wateja mtandaoni. Na huu ni mwaka wangu wa 8 mtandaoni, lakini sikuanzia hapa. Sawa, kabla sijaanza mtandaoni miaka kadhaa iliyopita, tuseme miaka 8 sasa ambayo imepita, I was broke. Kwa kweli kuna issue nilikuwa nazifanya na mambo hayakwenda vizuri kidogo. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa mkoa, nilikosa mpaka nauli ya kurudi nyumbani. Ilibidi mama sasa anitumie nauli, ananiambia sasa rudi nyumbani usije ukafa. Kwa hiyo nadhani unajua kama mtu mzima ulikuwa unajitegemea unafanya mambo yako, na ghafla huwezi hata kujitegemea, hata vocha nilikuwa napewa nyumbani. Kwa maisha hayakuwa so mazuri sana. Tafuta kazi huko na huko, lakini hakuna kitu kilichotokea. Kwa nikabaki nyumbani natunzwa na mama, sina mtaji, sina kazi, sina pesa, na mimi ni mwanaume. Kwa nadhani unajua mawazo yaliokuwa yananiendea. Kwa hiyo ndo nikakutana na mtandao. Kwa safari yangu ya mtandaoni haikuanza na kitu, nilianza sifuri kabisa. So kama hapo ukiangalia jina langu liko hapo juu, na hizi ilikuwa ni matokeo mwaka 2019, lakini nilianza nyuma kidogo hapo. Na hapa hii
kwa sababu angalau nilianza kupata kitu. Na ukiangalia kuna siku nyingine ni masifuri, na ukiona hapa nilianza wiki ya kwanza $48, na uzuri ukiangalia kuna some trend ambayo inaonekana naongezeka taratibu. $48, $86, $96, $198. Na hiyo wiki nyingine hapo nitakuja tu baadhi ya mifano michache. Ilikuwa ni 96, ikaenda 198, ikaenda $91, $202, kwa unaanza kupanda taratibu. Kama nilivyokuambia, uzuri kuna trend moja hapo inaanza, lakini sio kama maisha ndo alikuwaga marahisi hivyo. Hapana. Mwanzoni naanza kulikuwa hakuna mtu yote kumuuliza, kulikuwa hakuna mtu yote kunifundisha, na in fact sio watu wengi sana walikuwa wanajiweka mtandaoni kwamba wanatengeneza pesa mtandaoni. Kwa hiyo it was trial and error. Kwa ukiangalia hapa ile 91 ikaenda 369, ikaenda mpaka $785 ndani ya wiki moja, na hizo zote hizi ni pesa zangu. Na hii ni platform moja tu, ni Clickbank, na kuna nyingine Digistore huko tunaendelea. Sawa? Hii kapanda mpaka hapo, na mpaka mwisho wa siku nikaanza kutengeneza $2,500 ndani ya wiki moja. Kwa hii ilikuwa ni neema kabisa, neema ya Mungu kwa kweli. Mungu akanisaidia from scratch mpaka $2,000 ndani ya wiki moja. Na kama nilivyokuambia, safari ilikuwa sio nzuri sana. Nilianza na simu ambayo ilikuwa imepasuka kioo, hata ku scratch tu hivi ni ngumu, na kule nilipokuwa nakaa kidogo mtandao ulikuwa sio mzuri sana. Kwa hiyo simu nilikuwa naiweka juu kabisa pale, afu naiweka silent kabisa, ili kusudi nitagedake mtandao. Na PC nilokuwa naitumia, keyboard yake ilikuwa haifanyi kazi vizuri, space ilikuwa haifanyi kazi, yani baadhi ya keys kwa zifanyi kazi, kwa nilikuwa natumia on screen keyboard. Lakini despite of everything, niko nyumbani, bando hilo la 500 naweka, napambana. Screen hiyo simu hiyo ambayo ilikuwa ni mbovu, na kazi yake ilikuwa ni connectia tu mtandao, na PC hiyo ambayo ilikuwa ni mbovu, nikaanza kutengeneza mpaka $2,000 ndani ya wiki moja. Kwa nini nataka kuambia kwamba there is no excuse. Kama mimi niliweza kuanza, tena sina msaada wote, it's trial and error, mpaka sasa hivi nimefika hapa, na naamini hata wewe mwenyewe pia unaweza. Na hata kama safari kwa sio rahisi, lakini ukiona vitu kama hivi naingia, na unaona jina langu hili hapa kabisa imeandikwa Edson Mwakasege, na hii ni platform nyingine Digistore 24. Cheki imetoka wapi? United States, $147 wamenilipa. Kwa hiyo mambo yakaanza kubadilika taratibu. Lakini hii njia ambayo ilinitengenezea pesa nyingi sana ni affiliate marketing. Lakini leo siendi kuongelea about affiliate marketing. Why? Kwa nini? Namba moja, cha kwanza, affiliate marketing mimi nianza bila mtaji, kwa I know the struggle. Affiliate marketing kama hauna mtaji wa kuanzia, ni njia ambayo iko taratibu kidogo, itakuchukua kuanzia siku 40 mpaka siku 90 mpaka uanze kuona matokeo mfululizo, kwa sababu that's my experience. Lakini sio lazima wewe uchukue siku zote hizo, lakini inachukua muda kidogo. Kwa nini? Kwa sababu itabidi uanze kukuza account kidogo, attract audience, ndipo hapo uanze kutengeneza pesa. Kwa hiyo itachukua muda kidogo. Lakini sababu ya pili, najua kwa sababu najua wengi wanatafuta njia kutoka kutengeneza pesa mtandaoni, wanataka kitu cha haraka kidogo ambacho kitaweza kuwapa pesa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo njia ambayo naenda kukuonyesha leo ni njia ambayo una uwezo kutumia ukiwa Tanzania namba moja. Watakulipa pia, utatengeneza pesa, utalipwa kabisa kupitia simu yako ya mkononi. Lakini muda huo utaweza kuanza bila mtaji, lakini hata within the first day unaweza kutengeneza pesa. Kwa ni njia ambayo ni haraka, itakupa pesa kwa haraka, lakini malipo yake hayasumbui kwa sababu utapokea simu hata kwenye simu yako ya mkononi. Lakini muda huo una uwezo wa kufanya pia ukiwa Tanzania. Sasa kabla sijaendelea kukuonyesha njia ni nini, inahusu vipi na unafanyaje kazi, nataka nikuulize swali dogo kwanza ambalo litaweka msingi wa kitu tunachoenda kukiongelea. Leo umetumia Google? Ni swali tu fupi. Umetumia Google kutafuta chochote kile? Jana je, ulitumia Google? Na unajua watu wangapi kwa siku wanatafuta Google, wanatumia Google kutafuta vitu? Na unajua kwa nini wewe mwenyewe binafsi unatumia Google? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unataka kuvijua. Sasa ngoja nikupe statistics nyepesi ambazo Google wenyewe aliziweka wazi ili ujue nini kinachoendelea katika mtandao. Sasa takwimu zinaonyesha kwamba Google inapokea kwa kila lisali moja zaidi, sawa, hizi ni zaidi ya searches milioni 378 kwa kila lisaa.
ambayo ni sawa na kila dakika moja searches milioni 6.3. Na kwa kila sekunde, yani sekunde hapa tulipotoka kuna searches zaidi ya 105,000. Yani kuna watu wametafuta vitu, yani mara 105,000 kuna vitu vimetafutwa kwenye Google. Sasa hii hapa inaleta jumla ya searches bilioni 9 kwa siku. Ina maana kila siku inaopita zaidi ya bilioni 9. Ina maana sio watu tu mmoja, kwa sababu sio tu watu bilioni 9, namaanisha zaidi ya mara bilioni 9 watu wametafuta vitu Google. Wewe mwenyewe tu unajua ndani ya siku moja unaweza kutumia Google kutafuta vitu zaidi ya 10 au 11, au muda mwingine kitu hicho unachokitafuta, lakini umetafuta mara ya kwanza haujapata kitu kizuri sana, kwa unaandika kwa namna nyingine, tayari ni search namba 2 imerekodiwa. Kwa zaidi ya searches bilioni 9 kwa siku. Hii inaonyesha nini? Kwamba watu wana kiu na maarifa, na mtu yote anayetoa majibu yao lazima tajirike. Ndicho tu. Kwa hiyo unapotafuta mfano jinsi gani ya kutengeneza pesa mtandaoni ukiwa Tanzania, kuna watu wameandika articles, kuna watu wametoa majibu na utazisoma zile articles. Kwa hiyo ina maana wale watu uliokutana nao wanatumia ile maarifa yao, wameweka Google, na Google inawalipa kwa kupitia nini? Zile AdSense, matangazo. Kwa hiyo ndio fupi namna hiyo. Siku hizi utajiri upo kwenye maarifa. Kwa nini? Kila mtu hataki kubaki pale alipokuwa alipo. Kila mtu anataka kusogea mbele zaidi. Kila mtu kuna kitu anataka kukijua. Kila mtu anataka kutoka pale alipo na anatafuta majibu. Sasa issue ni kwamba je, uko tayari kuwa mtu mmoja wao wa kutoa majibu? Kwa nini nachokwambia hivi? Pesa ipo kwenye maarifa. Kwa nini nakwambia hivi? Thamani ya sekta tu ya maarifa, knowledge industry, tunamaanisha e-learning. Siku hizi ndio imekuwa ni msingi kubwa wa watu kujifunza. Hata mtu akifundishwa darasani atarudi bado mtandaoni kutafuta vitu zaidi ya kujifunza. Sasa mwaka 2015 walitabiri kwamba soko la e-learning, na maana maarifa, litafikia bilioni 107 na likafika. Wakatabiri mwaka 2025, mwaka huu, litakuwa limefika zaidi ya bilioni 325 na limepita. Na hata mwaka hujafika. Kwa siku moja zaidi ya dola bilioni 1 zinatumiwa katika watu kujifunza mtandaoni. Sasa sijui kama hapo umeona fursa. Na fursa iko wazi. Fursa iko wazi kabisa. Tumia maarifa kama chanzo cha mapato. Basi kwa nini? Pesa ipo katika kutatua tatizo. Na hii inawezekana kwa kutumia digital products na AI. Kwa hiyo ina maana una uwezo wa kutengeneza pesa kupitia maarifa hata kama una maarifa yoyote wala mtaji wa kuanzia. Kwa nini? Kwa sababu tuna AI ambayo itakupa kitu cha kufanya, na utageuza hayo maarifa kuwa digital products, na hizo digital products utaziuza, you make money haraka namna hiyo. Na kwa sababu natumia AI unaweza kupata digital products within a day. Ndani ya siku moja ukapata digital products. Sasa ndani ya dakika chache sana zijazo, na hizi ambazo dakika chache ambazo zimebaki, naenda kuonyesha mimi binafsi jinsi nilivyotengeneza my first digital product yangu ya kwanza na kuiuza bila mtaji. Na sasa hivi natengeneza wastani wa milioni 2.5 kila mwezi kwa kutumia tu digital products, na si invest mtaji wote. Sina mtaji wote na uweka. Na sasa kama milioni 2 ya ziada ina mchango kwenye maisha yako, basi hizi ndio hatua ambazo mimi waga nazitumia siku zote, na wewe mwenyewe pia unaweza kuzitumia. Naamini pia zitakusaidia kuanza bila mtaji wote. Na hii ndo hatua 3 tu muhimu, hatua 3 rahisi kutengeneza, kubadilisha maarifa au kutengeneza pesa kuwa digital, kutoka kwenye digital products. Na ndo hii system hii rahisi, hatua 3 kutengeneza pesa kupitia digital products, nimewashirikisha nao wengine, na wanafunzi zaidi ya 200 ambao wamesoma hizi digital products, na watu sasa hivi maisha yao yamebadilika. So kama milioni 2 kwa mwezi ya ziada itabadilisha maisha yako. So tuendelee kujifunza. Sasa kabla sijaendelea kukuonyesha jinsi gani unaweza kutengeneza pesa kupitia digital products na kushirikisha hizi hatua 3 tu rahisi ambazo unaweza kuzifanya, labda naweza nikaongea digital products afu ujue digital products ni nini. Sasa digital products ni nini? Digital products kwa kifupi kabisa ni bidhaa ambazo zipo kwa mfumo wa kidijitali. Ina maana hizi hazina umbo la kimwili na zinaweza kuuzwa, kununuliwa na kusambazwa kupitia mtandao. Na haina haja ya kusafirishwa kimwili, yani physical transport, haina haja kupakia kwenye gari wala nini. Kwa anything chochote ambacho kinauzwa na kununuliwa mtandaoni bila kuwa na physical form
iwe ina pass kama digital product. Na zipo digital products aina nyingi sana. Mifano hizi ebooks, courses za mitandaoni, templates, audio files, video training, digital mpaka art, picture, softwares, workbook, ziko digital products aina nyingi sana. Sasa kwa sababu hii nataka nikupe kitu system ambayo itakusaidia, ambapo nimekuambia nitakupa hatua 3 tu, simple 3 steps za kubadilisha haya maarifa kuwa pesa kwa kupitia digital products, na hata kama una maarifa. Kwa hiyo kwa hapa kwa hii video nitaenda kuchukua tu mfano mrahisi kabisa wa ebooks, sawa? Nitaenda kuchukua mfano mrahisi kabisa wa ebooks, na hii hapa nitaenda kutumia AI hapa na utaona exactly zile hatua 3 rahisi tunazitumiaje kupitia AI, alafu niambie kama na wewe je utashindwa. Kuna kwanza kuanzia mwanzo, hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, jinsi gani wewe unaweza kutengeneza pesa kupitia digital products hata kama una mtaji wowote. Nataka nikwambie ni kwamba pesa sio tatizo. Siku zote pesa haijawa kuwa tatizo. Kwa toa hiyo mindset. Kabla sijakupa hizo hatua 3, nataka nibadilishe mindset. Pesa haitafutwi. Pesa inavutwa. Claim hiyo. Kwa nini? Kwa sababu pesa inaenda pale kwenye value, kwenye uthamani. Ni kama tu nyau. Ukimtaka nyau anasemaje, umwekee maziwa, nyama nini, atakuja taratibu. Lakini ukimkimbiza umpati mazima. Kwa hata pesa ndivyo ilivyo. Njia rahisi ya kutengeneza pesa ni kutatua tatizo la watu. Kumbuka tumeshaona watu kuna maarifa wanatafuta, kuna namna wanataka kujikwamua. Kwa hilo ni tatizo. Kwa kitua jibu la matatizo yao, automatically wewe utatengeneza pesa. Kwa mfano, Baresa wa kina Mo tunaona ni matajiri sana na wengi tunatamani kuwa kama wao, lakini tunashindwa kuona point yao rahisi sana. Baresa anakuwaza, anatuwaza sisi kwamba hawa jamaa watataka kupika mandazi, kwa atahitaji unga wa ngano. Anahitaji kupika maharage mazuri, wali mzuri, sijui mchuzi mzuri, atahitaji nazi. Atahitaji kunywa maji, amekuwekea maji. Watoto watahitaji ice cream, amekuwekea ice cream, juisi. Sasa energy, kuna namna tu mpaka TV amekuletea. Kwa all of the sudden, kwa sababu anatatua matatizo ya watu, ukitaka kula unamwaza Baresa. Ukitaka kuangalia TV unamwaza Baresa. Ukitaka kunywa maji kuna Baresa. Ukitaka kula ice cream, ukifungua tena, actually ice cream nyingi zinazouzwa Tanzania ni za Baresa. Sasa ghafla tu jamaa Tanzania nzima tunampa hela. Why? Kwa sababu anatatua tatizo. Wewe badala kwenda kama huku nilipo sisi minazi hamna, kwa tunatumia sana nazi za Baresa, umeone? So kama Pwani, Dar, wapi ambao minazi iko mingi. Kwa sisi badala kwenda kununua nazi uichukue uipasue sijui ikune tu, unanunua tu nazi ya Baresa, maisha yanaendelea. Kwa nini? ameturahisishia maisha, ndio maana anatajirika. Kwa hiyo na wewe natamani uwe na mindset hiyo kwamba naenda kufundisha namna unaenda kuivuta pesa. Utaenda kuivuta pesa. Kwa vipi? Lazima tuwe tuna kitu ambacho kinatatua tatizo la watu. Ina maana kuna kitu ambacho kuna watu wanakihitaji na wako tayari kutoa pesa ili wakipate. Na mimi nitakufundisha exactly kujua nini ambacho watu wanakihitaji ili ukiweke ili wakupatie pesa. Na ndio maana mimi navuta pesa. Ndio maana wanafunzi wangu wote wanavuta pesa kiurahisi. Why? Kwa sababu wanajua exactly nini cha kuweka sokoni ili walipwe. Sasa kama uko tayari, ngoja tuende nikakutambulisha sasa kwenye hatua hizi 3 rahisi ambazo tutaenda kuzitumia kubadilisha maarifa kuwa pesa kwa kupitia digital products. Mpaka sasa hivi naamini kuna vitu vingi sana unavipata. Okay, hatua 3 kabisa za kutengeneza pesa kwa kutumia digital products. Na hizi ndo hatua 3 ambazo zitabadilisha maisha yako milele. Hakuna uchawi mwingine wote. Ni system fupi tuna hizi hatua 3. Hatua ya kwanza kabisa ni idea generation. Kumbuka, tunaingia kwenye knowledge business. Ina maana tunaenda kuuza maarifa. Na haya maarifa sio lazima sisi tuwe nayo au tuwe tuna kitu tunakijua, kwa kuwa tunaenda kutumia AI. Kwa ina maana haya maarifa tunaenda kuyatumia, tunaenda kuyabadilisha yawe pesa, ambapo hizi pesa watu sawa tulipe na sisi tutajirike. Kwa wao tunawasaidia wao kutatua tatizo lao ambalo wanalitafuta, na wao wanatulipa sisi kwa kuwa tumewasaidia. So idea, step ya kwanza kabisa ni idea generation. Idea generation kivipi? Kuamua tatizo gani la kutatua. Kwa sababu
hauwezi ukatengeneza pesa. Tumesema kama hujui bado nini unachotatua. Sasa hapa kwenye idea generation, kuamua tatizo gani la kutatua, au kwa kifupi hapa tunasema ni chanzo cha maarifa. Kuamua chanzo cha maarifa ili upate kuamua tatizo gani la kutatua. Nadhani hiyo rudia hapo tena. Kuamua chanzo cha maarifa ya kuyatumia ili kujua tatizo gani la kutatua. Sasa hapa kuna njia kubwa 3, lakini for the sake ya hii video sitaki pia iwe ndefu sana. Hizi nyingine nitakufundisha baadaye, nitakuelekeza hapa kuzisoma tu vizuri. Nitaenda hii moja, AI. Yani direct AI, na hii itatumika kwa mtu ambaye ana maarifa au hana. Sasa ya kwanza ni utambuzi binafsi. Utambuzi binafsi na maana sisi wenyewe binafsi. Kwa nikikuuliza swali, mfano right now nikwambia funga macho, tufanye tu zoezi fupi. Funga macho yako tu, tulia, relax. Nikuuliza swali moja. Tafakari katika maisha yako yote, jambo gani ambalo umeshawahi kukutana nalo na ukalipita? Hilo tu swali. Your victory story. Jambo gani ambalo umeshawahi kukutana nalo, au vitu gani ambavyo umeshawahi kuvifanya na ukafanikiwa, ukavipita? Mimi binafsi kabla sijatoka kwenye affiliate marketing, mambo ya mtandaoni, nimeshajaribu zaidi ya mara 20 na kitu. Na mara hizo zote nilifeli. Kasoro tu mara 3. Kwa katika mara 20 na kitu, mara 3 tu ndo nilifanikiwa. Ndio nazikumbuka hizo biashara ambazo zilinifanikisha, na moja hapo ndo affiliate. Katika kwa ina maana hizo mbili nyingine zote zimetoka kwenye zile 20 na kitu, zote nilifeli. Lakini katika hiyo affiliate moja, mpaka sasa hivi nimeshatengeneza kozi na vitabu zaidi ya 5. Sawa? Na kutoka kwenye digital products tu, digital products tu inanipa zaidi ya milioni 2.5 kila mwezi. Hiyo ni moja tu. So umeona, something very simple, your victory story. Kama uliweza kufanya biashara wakati uko chuo na ukutegemea boom, kumbuka kuna wengine pia wanatamani kujifunza, kujua wewe uliwezaje. Kama uliweza kuanzisha biashara na mtaji mdogo, sasa hivi umekuwa, kuna wengine wanatamani kujua wewe uliwezaje. Kama uliweza kufanikiwa katika biashara ambayo wengi wanafeli, kuna wengine pia wanaanza wako kwenye biashara wanatamani kufanikiwa, na wanajiuliza wewe umewezaje. Umeona? Kwa chochote ambacho ulikutana nacho na ukafanikiwa, unaweza kukitumia kama chanzo cha maarifa na kikakutengenezea pesa. Hii inaongea kwa mtu ambaye ana maarifa au hana, lakini ni self discovery. Nikikuuliza swali jingine la pili, ujuzi. Una ujuzi gani? Ujuzi tu ambao ulikuwa nini ambacho unaweza kukifanya? Nicho tu, nini ambacho unaweza kukifanya, hata kama ni wa talent. Talent gani ambao unayo? Kitu gani ambacho unaweza kukifanya kwa urahisi? Kuna mwingine anaweza akaimba vizuri, mwingine naturally ni mchekeshaji. Sasa unaona siku hizi ma comedian kibao TikTok wanatengeneza pesa. Unafikiri wale wanaanza na mtaji? Hapana. Ni ujuzi tu na talent yao. Wewe unajua nini? Wewe unajua nini? Hicho tu, unajua nini? Unajua hata kwenye sehemu ya ushindi wako, kuna wengine wamekaa kwenye ndoa au mahusiano muda kidogo na ndoa yao ina furaha, ina amani. Lakini kuna mwingine leo ameingia kwenye ndoa ajua za nini cha kufanya. Haelewi, anahitaji msaada. Kuna wengine ndo kwanza amezaa mtoto leo amejifungua. Mtoto anapiga kelele balaa. Halali. Anahitaji msaada. Na in fact kwenye affiliate marketing kuna kitabu kinaitwa Baby Sleep Miracle, ambao kazi yake ni kusaidia wazazi kuwafundisha mbinu mbalimbali kumfanya mtoto alale mapema. Simone ametatua tatizo, anatengeneza pesa. So uzoefu wako, kitu gani ambacho umekifanya kwa muda mrefu kidogo ambacho kimekaa hata una uwezo hata kumuelekeza mtu? Kuna wengine ni wapishi wazuri. Yaani unadharau ujuzi wako wa kupika. Nilikuonyesha pale. Rafiki yangu mmoja ni mpishi. Umeona na anatengeneza pesa sasa hivi, anafundisha watu, toa recipe mbalimbali, unalipa, unapewa recipe. Kitu kirahisi namna hiyo. Wewe umefanya nini kwa muda mrefu? Elimu. Umesomea nini? Kuna baadhi ya watu elimu zao zinawatoa. Sawa? Interest, wewe unapenda nini sana? Kitu gani ambacho unakifurahia? Mfano mimi affiliate marketing, niche ambayo ilinipa pesa ni spirituality. Why? Kwa sababu ndo nilikuwa nimeokoka, kwa nilikuwa natamani sana kumjua Mungu, lakini nilikuwa bado simjui Mungu. Kwa nilikuwa natamani vitu vya kiroho. Kwa nikaenda kwenye spirituality niche kwa sababu it was my interest.
Net Spirituality niche ikaanza kuniingizia $2,000 ndani ya wiki moja, na nikapiga siku nyingine mpaka $6,000 ndani ya wiki moja. Why? Kwa sababu it was my interest, kwa nilikuwa najifunza, at the same time nilikuwa na monetize your knowledge inayoipata. So ukiangalia hapo kuna watu wengine akili zao tayari zianza kufungua kwamba wao, kumbe na hiki ninachokijua naweza kufanya hiki, naweza nikafanya hiki, naweza nikafanya hiki. Sasa lakini kuna mwingine muda huo pia ili zoezi lote anasema mimi ni deshi, sijui hata nini cha kufanya. Yani sina kitu, kiukweli kabisa sina kitu, empty. Yani mimi sielewi, sijui hata nini cha kufanya. Usijali, don't worry about it, sawa? Njia ya pili ni njia za nje tunasema, na hizi zimegawanyika sehemu mbili. Kuna social media, kuna internet na forums. Hata ukienda tu mfano kwenye TikTok, ukienda tu search insight watakupa pale vitu gani ambavyo vina rank on social media. Nitakufundisha baadaye kidogo, sawa? Nitakuonyesha pia. Njia rahisi kabisa ni AI. Na hii AI inaingiza watu wote, ambaye hujui nini cha kufanya na ambaye pia unajua nini cha kufanya. Sasa nataka kwenye video tuanze AI ili tusimtenge mtu yoyote. Kama tu lengo lako ni kutengeneza pesa tu chap online kupitia digital products, pia hii itakusaidia AI, sawa? AI pia itakusaidia. Lakini pia kama kuna kitu tayari unakijua, una knowledge fulani, na unatamani kutumia knowledge kutengeneza pesa, pia hapa hii pia AI pia itakupa sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo sasa hivi hatua ya kwanza kujua nini cha kufanya. So ni ruhusu tuende kwenye AI. Kwa darasa letu linaanzia hapa rasmi, jinsi gani kutumia AI. Na AI tunaenda kutumia rahisi kabisa ChatGPT, ambapo kila mmoja ana access nayo. Kwa nitakuonyesha jinsi ya kutumia ChatGPT hapa rahisi kabisa, step ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, jinsi gani kuuza your digital products. Na hapa tumesema naenda kutumia a simple example ebook, sawa? Lakini ziko digital products nyingi sana kutokana na ujuzi wa kila mtu, ila for the sake of naenda kutumia ebooks tu, sawa? Na baadaye sio lazima uonyeshe sura yako, sio lazima ucreate content, sio lazima uwe na followers, utatengeneza pesa tu kirahisi kabisa. Kwa tuendelee. So tupo ebook, na hapa mimi niko live kabisa, kwa sitafanya chochote, no editing, no anything, sawa? Tutaenda wote hatua kwa hatua, step by step. Niko ChatGPT, na kama hauna ChatGPT nenda tu chatgpt.com, ukliki hapa, na ukifika hapa ushauri wangu sign up kabisa, login. Unaweza kutumia hata account yako ya Google ka sign up. Kwa lengo nini? Ili ukiwa unaendelea hapa kufanya analysis, historia yako iwe inabaki, na kwa sababu hii ni AI ina memory pia. Kwa kuna baadhi ya vitu unaweza tu kauliza ikaenda. Sasa hivi maana wametoa update mpya, ikaenda ikapiga research ya vile vitu ambavyo umemuulizaga akakupa jibu. Simone inakuwa rahisi. Kwa hapa tunaenda kwenye AI, na hapa unaweza hata kumuandika kwa Kiswahili na akaelewa vizuri tu kabisa. Kwa una uamuzi ni wako. Kama unaelewa Kiingereza zaidi unaweza kuanza naye kwa Kiingereza. Kama unaelewa Kiswahili zaidi, sio Kiswahili, ni Kiswahili zaidi, basi andika kwa Kiswahili. Sasa hapa mimi Kiingereza kwangu mimi ndo rahisi zaidi, lakini for the sake ya hii first prompt tunaenda kuiweka, na ChatGPT is all about prompt. Ni maneno unamwekea ndo atakupa vitu vizuri. Kwa hiyo nitaandika kwa Kiswahili kwanza ili uone kwamba kweli kinakuja, lakini nitaandika kwa Kiingereza ili pia tuende hivyo taratibu hivyo, sawa? Kwa nitakuwa natumia lugha zote ili uone kwamba vitu vinawezekana. Kwa nitaenda kumwandika, vinaenda kuandika kabisa live, sawa? Nitaandika hapo kwamba nataka niandike kitabu. So hapa niandike kitabu. Hapa nimeandika kabisa nataka niandike ebook. Sasa nimwambia niambie mada 20 ambazo zinauzika. Namba 1, namba 2 zinatatua matatizo ya watu, namba 3 na watu wanatafuta suluhisho la haraka. Kwa kila mada niambie kwa nini inauzika. Sasa lengo nini? Kwa sababu tumesema ili upate pesa kirahisi utatue tatizo la watu. Kwa hiyo tunataka sisi kitu ambacho kinatatua tatizo la mtu. Kwa hiyo nitamwambia enter hapo. Kwa kama unavyoona, na hapa nimeandika kwa Kiswahili, kwa Kiswahili kidogo ni kirefu. Sawa? Sasa kwa kila mada, sawa? Kwa kila mada. Sasa kama unataka kuandika kwa Kiingereza, au unaweza kuandika kwa Kiingereza kwanza afu unamwambia tu translate it into Kiswahili, aka translate, sawa? Haya. Kwa ametutajia mada 20 hapa, anaendelea kuandika. Lakini unaona ya kwanza jinsi ya kupungua uzito haraka na kwa usalama, kwa nini nauzika?
Wanawake na wanaume wengi kupambana na uzito kupita kiasi, wanatafuta njia rahisi, haraka na isiyo na madhara. Njia ya pili, kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji. Kwa nini nauzika? Watu wengi hawana ajira au mtaji wa kuanzia, hivyo wanatafuta njia rahisi za kuingiza kipato kwa kutumia simu au laptop. Na hii ndio show ambacho mimi kitabu changu cha kwanza nilichokiandika na ndicho kilichonipa mpaka $600,000 ndani ya siku 3. Na sio utani, ngoja nikuonyeshe hapa. Hiki kitabu nilichokiandika kiko hapa tu. Sawa, hiki hapa Milionea hii sio Milionea wa Kisasa. Hiki hapa Milionea wa Kisasa, hii hapa. Hiki ndio kitabu changu cha ebook nilichokiandika. Mimi sikutumia ChatGPT, sawa? Hiki nilikitumia niandika mwenyewe from scratch. Sikutumia ChatGPT. Ndio kitabu ni hiki, njia 35 za kutengeneza $2,000,000 kwa mwezi bila mtandao. Hili niandika mwenyewe, sio AI. Kwa nini? Kwa sababu it's my knowledge. Kwa nitaka pia mtu ajifunze apate kitu kabisa mazima. Na hiki hapa nitakupa bure. Nitakwambia jinsi gani pia ukipata bure na kozi yake na video kozi yake. Kwa kila njia hizo zote 35 utapata bure. So tunaendelea. So mbinu za kuongeza kumbukumbu, jinsi ya kupona haraka baada ya kuumizwa na mahusiano. Kwa nini nauzika? Mapenzi huvunjika kila siku. Watu wanatafuta msaada wa kiakili, kiroho na kihisia waendelee na maisha. Namna kushinda msongo wa mawazo na maana ni stress. Lishe bora kwa mtoto mwenye umri. Wow, hii ni nzuri. Lishe bora kwa mtoto mwenye umri wa 0 mpaka 5. Kwa nini nauzika? Wazazi wapya wana maswali mengi kuhusu afya na lishe ya mtoto, wanahitaji mwongozo wa kuaminika. Wow, this is good Hiki ni kizuri sana. Jinsi ya kuishi bila madeni na kujenga akiba ndogo ndogo. Wao, na hiki pia ni kizuri, sawa? Na hiki pia ni kizuri. Dawa za asili kwa magonjwa mara kwa mara, kikohozi, mafua, tumbo. Hiki pia ni kizuri. Jinsi kutengeneza TikTok au YouTube channel inayolipa. This is very good, kwa sababu this is very trending right now, sawa? Mambo 10 unayopaswa kujua kabla ya kuanza biashara ndogo. Wow, this is very nice, very nice. Mpango wa siku 7 wa detox wa kusafisha. Wow, mbona huyu jamaa leo ametupa vitu konki, vitu vyenyewe, sawa? Jinsi ya kulea watoto katika dunia ya kidijitali. Wow, this is very nice. Mazoezi rahisi ya nyumbani kwa kupunguza tumbo. Hii ni nzuri. Jinsi ya kuanzisha biashara kutoka nyumbani. Wow, hii ni nzuri. Hii ni nzuri. Kutengeneza vipodozi au sabuni za asili kwa matumizi ya biashara, sawa? Ningependa kukusaidia kuchagua moja au mbili kati ya hizi, tuandike pamoja. Umeona? Sasa this is first thing. Hatua ya kwanza ni kutafuta nini? Mada ya kufanyia kazi. Sasa ukiwa unafanya na AI na kushauri pia ufungue kitu kinaitwa Google Doc. Sawa? Google Doc. Kama upo kwenye PC tumia Google Doc. Kama upo kwenye simu fungua anything. Sawa? Kama ni notes, uwe na notes au uwe na document, sehemu yote ambapo unaweza ukakopi na kupaste kazi yako wakati unaendelea. Lengo nini? Lengo ili pia usipoteze kazi. Kwa nitafungua hapa Google Docs, sawa? Google Doc. Na nitaweka blank document hapa. Kama mnavyoona this is live kabisa. Mimi sijarekodi chochote wala siedit chochote. Inafunguka na nyinyi mnaona inafunguka. Sasa hapa cha kwanza cha kufanya kabisa, copy hizi zote. Sawa? Copy hizi zote. Zote hizi 20. Zote hizi copy. Weka. Kwa nini? Kwa sababu utakao chagua leo, next time maybe unaweza ukachagua nyingine pia. Sawa? Si dunia inaendelea. Kama mtu unataka kujiweka vizuri na umesema bwana mimi nataka nifanye kazi ya Google Easy Digital Product. Sina maana leo na kesho, leo utatengeneza kitabu hiki, kesho siku nyingine, na baadaye pia tutaona jinsi gani ya kukiuza chap chap. Sasa hapa tutachagua moja. Sasa tumeshajua mada gani ya kuendelea nayo mbele. Nimeandika kwa Kiswahili kabisa ili tuende vizuri. Sasa hapa tunachagua moja. Tunaanza. Hatua ya kwanza, chagua kitu gani cha kutengeneza, na sisi tumechagua, tumepata ideas tayari. Kwa tunaenda kuchagua moja. Mfano sasa hapa tuanze na nini jamani? Zote hapa ni nzuri. Zote ni nzuri. Labda tuende na hii lishe bora kwa mtoto mwenye umri wa hii hapa. Sababu mimi nitamwambia kwa sababu huko chini kumbuka ameandika ningependa kusaidia kuchagua moja mbikati hizi, tuandike unataka mimi kumbuka ni namba 7. Kama hautaki umeona hizi hazijakuvutia, bonyeza pa try again. Sawa? Atakuandikia upya tena nyingine 20 kwa mfumo tofauti, lakini sisi tutaishia hapa. Mimi nitamwambia namba 7 ndio nimeitaka. Sawa?
namba 7. Lakini hapa namwambia andika heading nzuri. Sasa andika kichwa kizuri, sawa, kichwa kizuri. Andika kichwa kizuri. Naomba nitumie Kiingereza kidogo. Make it humor. Sasa okay. Tusifike huku kwanza. Naomba tu namba 7. Sawa? Namba 7 unaona tayari ameandika jina la ebook pendekezo, lishe bora kwa mtoto, mwongozo wa afya kwa watoto wa umri 0 mpaka 5. Sasa na anaandika mpaka na sura hapa, sawa? Anaandika mpaka na sura. Sasa hatua namba 2. Ya kwanza ni kuchagua, tumeshachagua kichwa tayari. Na hii ni kwa mtu ambaye hana maarifa. Kama una maarifa yako tayari, unakuja pamoja kwa moja kwamba mimi na maarifa labda ya kupungua uzito, kwa sababu hiyo ni sekta naijua, au mimi ni mpishi, nataka niandike kitabu cha recipe. Suggest hapa vichwa au mada ambazo naweza nikaandika kwa ujuzi wangu wa mapishi ambazo zinauzika. Zitakupa nini? Title nyingi tu. From there utachagua. Sasa kama sisi hapa nachagua kitu kimoja. Hii hapa ni kwa mtu ambaye hana idea kabisa na anataka kufanya nini achague. Kwa kama wewe una idea nini cha kufanya, una maarifa tayari, unakuja hapa nataka niandike kitabu, sawa? Niambie mada 20 ambazo zinauzika, zinatoa matatizo ya watu na watoa suluhisho kwa haraka. Kwenye niche unaandika hapa labda kwa mimi, labda unamalizia hapa unaandika mimi na ujuzi wa mapishi. Kwa kila mada niambie kwa nini nauzika. Basi andika tunisha hapa, tutaongeza mimi na ujuzi wa mapishi. Sawa? Itakupa vitu ambavyo vina uzika hapo. So hatua ya pili ni kuandika kitabu. Sawa? Create your digital products. Sasa sisi tayari tumeshachagua tunaenda na ebook. Kwa hiyo inaja tena kuanza kupitia zile digital products nyingi sana. Tunaenda direct na ebook. Lishe bora kwa mtoto, mwongozo wa afya umri wa miaka hiyo. Kwa hiyo ameandika sura zote hapa alizoandika, sawa? Ameandika sura zote mpaka aina ya audience ambayo unaenda kuwa target: wazazi, walezi, wakunga, walimu wa shule, mashirika yanayotoa elimu ya afya na mtoto, maelezo muhimu, lugha, kila kitu hapa, sawa? Kiswahili sanifu. Okay, sawa. Sasa cha pili kinachofuata, ameandika outline yake. Kumbuka ametoa, tuna copy kwanza zote, sawa? Tuna copy hapa zote. Tuna copy kwanza kabla tujaja kuongea naye, kwa sababu hiki ndio kitabu chetu tunachoenda kudili nacho. Sasa mimi nakuja hapa kwenye hatua ya kuandika. Kwanza namwambia suggest title, sawa? Namwambia kabla ya hapo, wakati tusiandike sana, mwambie tu suggest 10 best titles. Sasa hapa namwambia tu anisuggestie kichwa cha kitabu 10, sawa? Suggest 10 best titles. Mimi namwambia make it fun and humor. Kwa nini namwambia fun? Kwa sababu isiwe straight kama hii. Kimuona hii imeenda moja kwa moja, ni there is no fun hapa. Lishe bora kwa mtoto, mwongozo wa afya kwa watoto wa umri 5. Sasa mimi nataka 0 mpaka 5. Anisuggestie hili 10 na aweke at least iwe ina utani kidogo ili isiende direct hapo. Okay, tunaanzia hapa. Hapa kuna majina 10 ya ebook yako ya lishe watoto. Mtoto asile tu chapati, usiye at least imeshaanza kuwa nzuri. Mwongozo wa lishe bora kwa watoto wadogo. Uji, maboga na vituko vya chakula, siri za kumlisha mtoto bila stress. Mtoto anakataa mboga, hii kitabu itamfundisha kuitafuta. Lishe bila drama, mlo kamili kwa mtoto asiyetaka kula. Chakula si vita. Mbinu rahisi kumlisha mtoto wa umri 0 mpaka 5. Mtoto atumie jino lakini anakula kama simba. Maziwa ya mama, okay. Mtoto apike? Hapana, ila chakula atakula chakula hiki bila kulia. Lisha mtoto bila vicheko. Mpango wa wiki moja walisha mtoto kwa walezi waliochoka kusema kula tafadhali. Wow, this is nice. Sete? Sawa? Mpango wa wiki moja walisha mtoto kwa walezi. Sasa hapo unaweza kumwambia namba 10, sawa? Unaweza kumwambia namba 10
kama unataka, kama umekitaka hiki, lakini kama ukitaki unaweza kuendelea mbele, sawa? Unaweza kuendelea mbele, lakini hapa mimi nataka hiki hapa. Mpango wa wiki moja wa lishe ya mtoto. Hii mimi nimekipenda, nitakichukua hapa. Nitaandika hivi, sawa? Nitaipaste hapa, mpango wa wiki moja wa lishe ya mtoto. Nitaongeza miaka, hiki kitu cha kusema tu ni mtoto 0 mpaka 5. Kwa walezi waliochoka kusema kula tafadhali. Hapa nitamwandikia, sawa? Kwa sababu wengi wanadhania kwamba lazima uwe designer sio nini utengeneze cover ya kitabu. Kwa hii ndio heading yetu tutaichukua. Hii hapa tutaichukua heading yetu. Hii hapa. Kwa hiyo mimi nitaicopy. Kwa kuanzia sasa hivi tumeshapata heading, a good heading. It's fun, it's good. Sawa? Haya. Umeone? Kwa hapa tayari tushapata wa heading. Kwa heading yetu ya kitabu tunaanza hapa. Tuna copy hapa, sio hivyo? Nataka nianze. Kwani huku tulikopi? Kwa sababu huku Simona ametuanzia hii ni kitabu, muhtasari wa usura wa kwanza, umuhimu wa lishe bora kwa mtoto, mahitaji ya lishe ya mtoto wa miezi 0 mpaka 5, mpangilio wa vyakula kwa watoto wa miezi 6 12, vyakula vya watoto wa umri 1, lishe ya watoto wa umri 4 mpaka 5. Kwa hiyo ulikuwa ni mpangilio mzuri sana, kuepuka ubaguzi wa chakula kwa mtoto, maswali hivyo. Simona, hii ilikuwa ni nzuri sana. Sasa tunaanza hapa taratibu. Tumeshapewa sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya 3, umuhimu wa lishe. Sasa turudi hapa. Jina la ebook, pendekezo. Tutaweka hapa, tutapaste na ile nyingine, mpango wa wiki moja wa lishe ya mtoto 0 mpaka 5 kwa walezi waliochoka kusema kula tafadhali. So vyote tu hivi ni vizuri. Sasa tunarudi huku sasa. Hatua ya pili. Hatua ya pili ni kuandika kitabu. Sawa? Ni kuandika kitabu. Mada za ebook. Sasa huyu amesuggest muundo wake. Ya kwanza ni utangulizi, kwa nini watoto wanagoma kula, changamoto, lengo la ebook. Ya pili ni kanuni kuu za lishe bora kwa mtoto wa umri 0, virutubisho, ulinganifu, kiasi sahihi chakula kulingana na umri. 3, vidokezo 7 vya kumfanya mtoto apende chakula. Mpango wa wiki moja wa lishe, chakula cha asubuhi, mlo, mapishi rahisi ya lishe. Sawa? Chakula cha viazi, mapishi. Sasa ukiangalia hivi ni kama vitabu viwili tofauti. Hiki cha kwanza ilikuwa ni general. Okay, hiki cha kwanza ilikuwa ni general. Mwongozo wa afya kwa mtoto wa umri 0 mpaka 5, ndio maana ametupa sura hii hapa. It was a general ebook. Lakini hii hapa imeenda straight, ni mpango wa wiki moja. Kwa mzazi anaponunua hiki kitabu anajua ni meal plan ya mwaka ya wiki moja kabisa. Kwa hiyo sisi tunaenda kudili na hiki hapa cha sasa hivi. Kile kingine tutakuja kudili nacho siku nyingine Mungu akipenda. Lakini kwa leo tunataka sisi tuanze kudili na kitabu hiki hapa. Leo tunakuja kudili na hiki hapa, mpango wa wiki moja wa lishe. Sasa tunaanza. Kwa kitabu chetu ndo hiki hapa ambacho tumepewa. Kama hujapenda muundo wa ebook utamwambia write it again. Kama umependa basi maisha yanaendelea. Sawa? Haya. Tuna copy. Mimi nitaenda kutumia hiki. Sasa hapa hatua ya pili ni kuandika kitabu au kucreate ebook yako au digital product yako. Hii ndio hatua ya pili. Kwa hiyo tutaanza hapa. Mimi tutaanza kwanza kwa sura moja. Kwa hiyo tunaanza naye. Sawa? Tuanza naye sura ya kwanza. Sawa? Sura ya kwanza ilikuwa ni nini? Utangulizi. Utangulizi. Utamwambia anza kuandika moja. Ataandika hapa sura ya kwanza. Hapa chini sura ya kwanza ya ebook, mpango wa wiki moja wa sura ya kwanza, utangulizi. Si ndio hivyo? Si ndio hapa ilivyo? Hii hapa. Iko wapi utangulizi? Hii hapa. Kwa mimi nitaicopy hapa. Sawa? Nitaicopy. Nitashuka hapa chini. We are writing a book, lakini sasa tuendi kote mpaka mwisho. Nataka nikuonyeshe jinsi gani ya kufanya kwa urahisi. Nitacopy hapa, nitaanza sura ya kwanza hapa.
Kwa nini watoto wanagoma kula? Changamoto za wazazi. Sasa lengo la ebook. Tunakuja hapa. Kwa nini ebook imeandikwa? Tatizo ni mtoto au chakula. Mtoto hula kwa macho, pua na furaha. Wewe mlezi, pole na karibu sana. Sura inayofuata, kanuni kuu za lishe bora kwa mtoto wa umri 0-5. Kwa hiyo ina maana hii utangulizi imeisha, si ndio hivyo? Sura ya kwanza utangulizi, kwa nini mtoto hataki kula. Paka hapa imeisha, ndo ameandika hivi. Sasa tukija kuileta hapa, sawa? Kwa nini mtoto anagoma kula? Kwa sasa tukianza tukija kuileta hapa, tukikopi hii hapa, imeenda kama peji ngapi? Moja, peji 1, peji 2, imeisha. Sasa lakini hivi tukisema tukienda hivi hatutaweza kufikisha peji 40 au 50 za ebook. Tunafanyaje? Sasa kwa kila hii sura kwanza, kwa kila sura na kwa kila kipande, ili ujazilizie nyama, ili uje kutoa ebook yako safi, unafanya hivi. Sawa? Kwa nini mtoto hataki kula? Si ndio hivi? Unakuja hapa, unakopi. Kwa nini mtoto hataki kula? Si alishamaliza hapa? Wewe kama wewe ni mzazi au mlezi ambaye kila siku anasikia maneno kama staki au mtoto anazungusha jino kama hivi moja kwa moja, basi uko mahali sahihi. Kwa nini ebook imeandikwa, kitabu kimeandikwa kwa wazazi? Sasa umeone? Sasa hii tunarudisha hapa, tunamwambia hivi, nahitaji maelezo ya kina kwenye hii. Maelezo ya kina, tuseme na mifano. Si mifano inakuwa mizuri na mifano kwenye hii. Kwa nini mtoto hataki kula? Kwenye hii tunampa hapo. Umeone? Sasa sura ya kwanza imeboreshwa. Kwa nini mtoto hataki kula? Wazazi na walezi wengi upambana na swali kila siku, mtoto wangu mbona hataki kula? Nimemwandalia chakula kizuri lakini anasema hapendi au anatema. Sababu ya kwanza, sababu ya pili, na bado anaandika. Umeone? Sasa usingemrudishia andike tena, ungekutana ungebaki na hiki kidude hiki hapa tu. Umeone? Kwa hiyo hapa tunaita kufanya hapa, nimekuonyesha mfano kwa kila kipande, kwa kila sehemu, sura moja baada ya nyingine unamrudishia, atakuwa anaandika tena. Mwisho wa siku unashangaa, mbona na ebook yenye peji hata 80? Kwa nini? Sasa hii ndio strategy. Umeona hiki kitu? Sidhani kama hata hiki kitu ulikuwa unakijua. Sasa lakini mimi nakupa bure. Haya. Sababu ya kwanza. Sasa basi tunaenda kuikopi sasa. Kwa nini mtoto hataki kula? Tutaikopi namna hii yote. Sababu ya 4, sababu ya 5, sababu ya 6, sababu ya 7, sababu ya 8. Muhimu kujua. Umeone? Tunakopi hapa. Sasa hii tunakuja kureplace hapa. Hii hapa tu. Kwa nini mtoto hataki kula? Boom. Ghafla kuna peji 3 zimeongezeka huku chini. Sisi tuna 10 tu. Sasa ukirudi hapa juu, sura ya kwanza utangulizi, kwa nini mtoto hataki kula? Wazazi na walezi wengi upambana na swali hili kila siku. Mtoto wangu hataki kula. Nimemwandalia chakula, sababu ya kwanza, sababu ya pili, sababu ya 3, sababu ya 4, sababu ya 5, sababu ya 6, ya 7. Umeone? Kwa nini ebook imeandikwa? Hii unaweza tukaacha hivi kwa sababu ni summary tu. Sasa tatizo ni mtoto au chakula. Sawa? Hii inaweza kaacha hivi. Sasa ukienda kwenye chapter 2, iko hapa, tuko kanuni kuu za lishe bora kwa mtoto wa umri hivi mpaka 5. Kwa utarudi tena hapa chini, ndio tunaendelea kuandika hivyo. Sawa? Hii kama umeridhika nayo utaacha. Ina maana mpaka sasa hivi una peji za kutosha tu. Kwa utarudi kwenye chapter 2. Chapter 2 na kanuni ni hiyo utaweka hapo ili usije ukasahau. Hapa nakwambiaje? Mpango wa wiki moja mlo, au upande tuanze moja kwa moja kwenye mpango wa wiki moja mlo wa mtoto. Nawaambia tu sura ya pili. Sawa? Kisema sura ya pili ataendelea kuandika mpango wa wiki moja. Okay, sura ya pili, kanuni kuu za lishe bora kwa mtoto wa umri. Kanuni ni ile. Sawa? Kikupa mara kwanza unakopi kwa sababu unajua kabisa mara ya kwanza hawezi kuandika vitu vingi sana. Sawa?
mara ya kwanza hawezi kuandika vitu vingi sana. Muhtasari wa sura hii. Lakini amejitahidi kaandika. So tutaanza hapa, sawa? Kanuni tutaipaste hapa. Kwa tukija hapa huko juu, sura ya pili, kanuni kuzalisha kwa mtoto wa umri 0 toka lishe lazima iwe mchanganyiko, balanced diet. Kwa ameandika vizuri, watoto hawapaswi kula chakula cha aina moja tu, kila mlo unapaswa kuwa na virutubisho kuu 4: wanga, mfano, kiasi, mone, protein, vitamin na madini, mafuta. Sasa kama ukitaka kujazilizia nyama, unakuja hivi. Unakuja hapa. Unakopi tu. Sawa? Unakopi hivi. Unakuja hapo unamwambia nahitaji maelezo ya kina na mifano kwenye hii. Alafu utaipaste hapa, lishe lazima iwe na mchanganyiko hiyo. Kwa ataendelea kuandika hapo. Sasa hapa ishamaliza, na unaoona hivi imeandika kweli, sumone. Kwa pale tuliona kama aliandika sana, lakini hapa sumone kwamba kumbe kuna maelezo mengine pia ambayo angeweza kuangalia. Sasa lakini unapokuja kupaste pia angalia, je, hii ya kwanza au ile ya mwisho ipi ni nzuri zaidi? Kama umeona hii imekaa vizuri, sio lazima umwambie andike tena. Mimi nimeandika tu kwa sababu ni kuonyesha kwamba kwa kila sura hivi ndivyo utakavyokuwa unafanya. Kwa hapa tulikuwa page 16, tuone kama kuna kitu chochote kimeongezeka. Je, tumefika imeongezeka kama page moja tu, ina maana hii iliyopita alikuwa ameandika vizuri tu. Sawa, ndio nimekwambia ile andika. Sasa hivi tutakavyofanya mpaka kitabu chako kitakachokamilika, na ndio hizi hatua hizi ambazo pia tunazitumia kwa watu ambao wanauza ebooks, lakini ziko digital products aina nyingi sana. Nimekupa tu ebooks. Sasa mwisho wa siku lazima uwe na title, book title. Yaani cover, book cover. Book cover ndo ya muhimu sana ili uweze kukiuza huko mtandaoni, kwa sababu huko mtandaoni mtu haoni hivi kitabu kilivyo, anakutana na book cover. Sasa jinsi gani kutengeneza book cover bila hata kutumia, hata kama una designing skill, hujui kutumia Canva, hujui kutumia Adobe, unakuja hapa kwa ChatGPT. Unamwambia hivi, nitengenezee 3D, sawa, book cover. Book cover, mwandishi ni utaandika jina lako. Mfano mimi nitaandika labda Edson Mwakasege, sawa? Jina la kitabu lakini analijua. Ukitaka kuliandika vizuri utaandika jina la kitabu ni, lakini ukimwambia tu nitengeneze moja kwa moja atatengeneza jina la kitabu. Kwa unamwekea tu hivyo, ata design hapa, sawa? Sasa ku design hapa inaweza kachukua muda kidogo, lakini ukiona imekaa sana bila kuleta, refresh hapa juu. Ukirefresh kitakuja vizuri. Kwa hapa nakitengeneza. So kama unaona hapo kitabu amekitengeneza, sawa? Kitabu chetu ndio hicho. Ukikitaka unaweza ukakisave hapa, sawa? Unaweza ukakidownload hapa namna hii. Kwa ameandika kila kitu, mpango wa wiki moja, walisha mtoto wa miaka 0 mpaka 5 kwa walezi waliochoka kusema kula tafadhali. So ameweka na katoto. So it's a good cover. Kwa hii ni njia rahisi. So sasa ina maana hiki ndio kitabu ambacho kiko hapa. Tumefika hatua ya pili. Hatua ya kwanza kuamua mada, hatua ya pili kutengeneza digital product yako ambayo sisi tunaenda na ebook tumetengeneza. Hatua ya tatu ni kukiuza. Sasa tunakiuzaje hiki kitabu bila mtaji? Tunakiuzaje? Tunapataje mteja wa hiki kitabu? Sawa, hilo ndo swali kubwa, kwa sababu ukishatengeneza hivi, na maana hakina maana sana kama hamna mtu atakaye kulipa.
Na hii ni ebook, lakini kama what if umetengeneza course yako simple, what if umetengeneza template, other digital products ambazo utakaona ni rahisi, kuna kiuzaje? The easiest way is to go on social media. Kama mimi nilienda TikTok, na uzuri sasa hivi mpaka yeye hapa pia anaweza akakupata vitu vya kuandika, vya kwenda kuposti kule. Sasa kwa mtu yote ambaye anataka kujifunza zaidi, kuhusu digital products na kutengeneza pesa mtandao kupitia digital products, hapa nimekupa hizi ni hatua 3. Sawa? Ya kwanza tumeona jinsi na kuangalia mada, njia zote, lakini nimekwambia tu moja, tumeenda kwa AI. Sawa? Kwa AI. Ya pili kuandaa digital product yako, tumeona tumekiandaa na namna gani kwa kifupi kabisa. 3 ni kukiuza. Njia rahisi ya kwenda kupata mteja is social media. Kinsa what if unataka kuonyesha sura, unataka kurekodi, unataka create content, unafanyaje ili upate mteja? Hiyo pia inawezekana. So you can sell, you can get customers without zero followers, without data showing your face. Kuna faceless accounts ambazo zipo. Hii kumbuka tunaangalia njia ambayo haihitaji malipo. Hiyo ndo system rahisi sana, na hizi hatua tu ndo hizi, yani hakuna nyingine ambazo mimi binafsi nazitumia kutengeneza pesa hizo zote, na hata wanafunzi wangu wote ndo hizi hatua hizo 3 tu. Kinachofautiana tu hapo ni aina ya digital products za mtu anazotumia na wakina nani alio target, lakini umeona hakuna kitu kigumu. Sasa kama umenielewa, ukifuata hizo hatua chache sana hizo, utaweza kuona digital product yako ndani ya masaa 24. Kama ulivyoona, hatujalipia kitu, kila kitu it's free na kila kitu kiko haraka. Lakini najua sio kila mtu ambaye anapenda kuandika na ndio maana kuna digital products aina nyingi sana, na hizo zote zitakuja kuonyesha zaidi ya digital products 100. Tutafundisha kila mmoja apate kile kitu ambacho ana uwezo wa kukifanyia kazi. Sawa? Sasa fanya hiyo kitu ndani ya masaa 24 utakuwa na product yako. Lakini kama umenielewa na kuna namna unataka kuendelea mbele na umeona fursa iliyopo rahisi kabisa, na ndio njia hizi ambazo tunatumia kutengeneza pesa mtandaoni, na ungependa kujifunza zaidi kwa undani zaidi ili uweze kutengeneza pesa nayo bila mtaji, hata kama una followers wengi. Kwa kifupi, unataka kuendelea kujiunga na group la washindi, napenda kukualika kwenye darasa au challenge ya siku 10 ambayo inaanza tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na hili darasa tutaenda kujifunza kwa undani kabisa jinsi ya kubadilisha maarifa kwenda pesa kwa kutumia digital product. Na kwa kifupi tunataka kutengeneza pesa bila mtaji. Sababu tumekava kidogo, lakini muda tunaenda kuangalia kwa undani zaidi. Lakini darasa la siku 10 tu umekaa na mimi ndani ya dakika chache sana na umeona mambo makubwa ambayo tumeyafanya. Sasa imagine uko na mimi siku 10. Ina maana ni kama wiki 2. Kila siku uko na mimi live na kufundisha. Wewe mwenyewe unaona kwamba kuna namna hatua utapiga kwa haraka zaidi kama ungepambana mwenyewe. Sasa kama uko tayari, sawa, na kualika kwenye challenge, tuendelee wote kwenye challenge. Usiishie hapa. Tuendelee wote kwenye challenge ya kwa siku 10 tu yote ya kutengeneza 100,000 yako ya kwanza bila mtaji wa kutumia digital product. Na mimi ninachoamini ni kwamba ukipata 100,000 yako ya kwanza, na mimi utaweza kutengeneza mpaka na milioni kabisa, kwa sababu principle ni hizo. Na ndani ya darasa tutajifunza nini? Namba 1 kabisa, jinsi ya kujua nini cha kutumia au maarifa gani ya kutumia. Na hapa tutaangalia zile hatua zote 3 kwa undani zaidi. So unakumbuka zile ambazo nilikwambia ziko 3, ya sisi tukaenda kuangalia AI. Sasa tutakaa wote hatua kwa hatua, kila moja tunaenda kuichambua zaidi, tuone nini ambacho wenzo wakifanya sasa hivi. Lakini pia tutaangalia aina za digital products za kutengeneza patizi. So kila aina za digital products ambazo unaweza kuzitengeneza hapa Tanzania na zikakupa pesa kwa haraka. Sawa, tunaangalia zile ambazo unaweza kuzitengeneza kwa Tanzania na pia zinaweza zikakupa pesa kwa haraka. Tutaziangalia kwa undani kabisa. Na kila digital products jinsi gani ya kuitengeneza. Lakini pia kitu cha msingi kabisa ni utaratibu mzima wa kuuza na kupokea pesa yako ukiwa hapa Tanzania, hata kama una mtaji wowote na hata kama upendi kwa create content kuonyesha uso wako. Tutajifunza sasa nini cha kufanya. Na hii darasa litakuwa live. Tutatumia Google Meeting. Kwa hiyo ni live, sio recorded audio za WhatsApp ambazo kama wengi wanafanya. Hapana. Mimi sifundishi kwa audio, nafundisha kama hivi unavyoona. Unaona hivi unavyoona, ndivyo hivyo utakavyojifunza.
live Google Meet, kwa kila kitu akiona una swali unauliza na ni live, so recorded thing, ni live. Lakini pia utakapojiunga na hili darasa utapata bonus ya kitabu changu cha njia 35 za kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji. Nadhani unakumbuka nilikwambia kabisa pale kwamba nitakupa hiki kitabu. Sawa? Nitakupa hiki kitabu nilikwambia, na nitakupa pia bure. Hiko kitabu nitakupa bure. Nilikwambia mimi sijaandika kile na AI, niandika mwenyewe. Lakini nitakupa bure. Lakini pia nitakupa video kozi zake. Sawa? Ina maana kwa kila njia hivi kama unavyoona, kila njia inahusu nini, nafanyaje, unaanzaje. Kwa yule mtu ambaye anatamani kujua njia mbalimbali za kutengeneza pesa mtandaoni na ajue pa kuanzia, hii kitabu na hizi video course zake itamsaidia. Lakini pia nitakupa full course ya affiliate marketing. So nakumbuka ile course ambayo niliona mimi nimeanza from scratch, from zero mpaka $600 ndani ya wiki moja, $600 ndani ya siku, $300 ndani ya siku. Sasa nini nilichokifanya, jinsi nilivyokifanya, nitakupa full course ya affiliate marketing bure kabisa ni ukitaka, kwa sababu hizo ndio njia mikubwa mbili ambazo zinaingizia pesa: digital products na affiliate marketing. Digital products nitakufundisha hapa kwenye darasa, affiliate marketing nitakupa bure pia. Kwa yani sasa sijui utakosaje. Lakini pia utapata 24/7 consultation, na ni lifetime mentorship. Kwa nini? Kwa sababu as long as you have my number, so utakuwa na namba yangu na WhatsApp yangu. Una shida muda wote unanicheki tu, tunakusaidia, tunasaidiana, maisha yanaenda. Kwa hiyo hauwezi ukakwama sehemu yoyote. Sasa tatizo linakuja kingine pia. Hili darasa ni kwa ajili ya nani? Hili darasa ni kwa mtu yote ambaye anataka kujifunza kutengeneza pesa mtandaoni kwa haraka na ana mtaji wa kuanzia. Kama niwe hili itakuhusu. Lakini mtu yote mwenye ujuzi au maarifa, uzoefu au kipawa na anatamani kutumia kitu ambacho anachokijua na kutengeneza kubadilisha kuwa pesa, hii darasa pia itakuwa kwa ajili yake. Lakini pia mtu yote anayehitaji njia ya ziada kutengeneza pesa bila kutumia muda mwingi, sawa? Bila kutumia muda mwingi, hili pia darasa litakuwa kwa ajili yake. Sasa issue inakuja, je, kuna gharama yoyote ya kulipia? Au kweli ni kwamba kwa kuwa nimeamua tusaidiane, na mimi kuna watu wengi sana zaidi ya watu 2000 kila mwezi wananitafuta kujifunza tu njia za kutengeneza pesa mtandaoni, lakini nimejua kitu kimoja, wengi hawana pesa kubwa sana kuinvest. Mtu mwenyewe tu kwanza hana hela na anataka kutengeneza pesa. Sawa? Kwa hiyo hili darasa mtu ambaye ananitafuta mimi physical anajifunza kwa $150,000. $150,000 namfundisha, lakini leo wewe hautalipa hata $150,000. Hapana, hautailipa. Wala hautalipa hata $100,000 sijui. Hapana, hautailipa. Wala hautalipa hata nusu yake $50,000. Hapana, haulipi hata $50,000. Wala hata hautalipa hata $30,000. Hii shilingi ngapi sijui $45,000. Haulipi hata $45,000 au $40,000 haulipi. Lakini muda huo pia siwezi tena kukupa bure. Kwa nini? Mwanzo nilikuwa nafundisha watu bure, lakini nikaona watu hawako committed. Watu committed. Utakuta unaingia unatoa muda wako kuwafundisha na watu hawatokei darasani. Kwa nataka mtu serious ambaye yuko tayari, yuko committed kubadilisha maisha yake na yuko tayari kufanyia kazi kile ambacho nitakachompa. Kwa hutalipa $150,000, utalipa $100,000, $45,000. Kwa hii darasa, kwa wewe ambao umesikiliza hii training, utalipa $30,000 tu. $30,000 tu. Badala $150,000. Kwa hii offer hii ni one time offer. Kwa nini one time offer? Kwa sababu ni leo tu, kwa sababu umeikuta hii video, na baada ya siku 2-3 hii video hautaikuta tena. Kwa ni leo tu $30,000 utalipa. Basi shilingi $30,000 tu. Na kama nilivyokuambia ni challenge ya kuanza from scratch na kutengeneza $100,000 yako ya kwanza mtandaoni. So you invest $30,000. Challenge yako ya kwanza ni kutengeneza $100,000. Baada ya $100,000 ni kuendelea mbele. Kwa kama wengine wanatengeneza mpaka $4,000,000, $2,000,000, $300,000 kwa wiki, naamini wewe haitakushinda kutengeneza hizo pesa pia. So ni shilingi $30,000 tu. Utapata my number, nitakufundisha, nitakuelekeza every single day. I'll be your mentor. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilivyoanza nilikuwa sina mtu kunisaidia, kwa nilifanya makosa mengi, nipoteza muda, nipoteza gharama. Na mimi sitaki hiyo kitu ikukute kwako. $30,000 tu utalipia kwa leo. Baada ya hapo hii darasa likianza, kwa tutarudi kwenye $150,000. So kama uko tayari kulipia na kujiunga na hii darasa la 10 days challenge, kuna link iko tu hapo chini. Unaweza kubonyeza hiyo linki na kuwasiliana na mimi moja kwa moja WhatsApp, moja kwa moja.
Na kama unaangalia YouTube, hapo kwenye description ya hii video, link ya kwanza ni namba yangu ya simu ya WhatsApp, ya pili ni link ambayo ukibonyeza tunawasiliana na mimi moja kwa moja. Kwa cha kufanya tu ni kidogo, tu maneno challenge. Challenge tu kwa namba ya WhatsApp hii hapo ya 0773443028. Basi nitakuunga moja kwa moja kwenye group la wanafunzi. Na nafasi ni kwa ajili ya watu 50 tu. Na hii sidanganyi, mpaka sasa hivi watu wamejaa. Navo create video kuna watu tayari wameshafika 30. Bado nafasi 20 tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi wananijuaga huko TikTok na nilianza na watu wangu wa TikTok, kuna nianza na watu wa status ambao tayari wana namba yangu. Kwa watu wote wameingia 30 ndani ya siku moja. Kwa hiyo nikasema niwape nafasi na watu wa nje ambao labda tuje kukutana nao kwanza, na yenyewe labda kuna mtu anaweza pia akataka hii fursa. Maana watu wa status tayari wana namba yangu, kwa hiyo tunaweza tukaongea nao. Nafasi imebaki 20 tu. Kwa hiyo wa kwanza kuja ndio wa kwanza atakayehudumiwa. Kwa hiyo kama una mpango wa kujifunza kubadilisha maisha yako mtandaoni, namba ni hapa 0773443028. Tunajifunza kuanzia sifuri mpaka mwisho. Kwa utapata kila kitu digital product, kitu ambacho kina trend sasa hivi utajifunza. Na maguru wengi siku hizi kama umeona wengi wana ebooks au wana online course. Why? Kwa sababu knowledge industry ina pesa. Unapata course ya affiliate marketing bure, na utapata kitabu cha njia 35 za kutengeneza pesa mtandaoni na video course yake. Sasa utashindwaje kutengeneza pesa mtandaoni? Nadhani ni kitu ambacho utakuja kukipata sehemu yote. Pia tukutane darasani kwa yule mtu mwenye nia. Nadhani tutaongea vizuri kwa tutapokutana WhatsApp. Mungu akubariki. Nikushukuru sana kwa kuwepo pamoja nami na kufuatilia hii training nzima. Pole nimekuchosha kidogo kwa dakika nyingi, lakini naamini kuna kitu umekipata na akili yako imefunguka kujua kwamba wao nakalia hapa pesa kati wengine wanabadilisha pesa kutumia tu AI chap chap. Naamini kuna kitu umekipata, sio mbaya. Pia ukanicheki kwa hii namba kama umeshiriki training, ukanitumia tu hata message, bwana nimeelewa. Hata kama huna nia ya kulipia darasa, sio mbaya, tukaconnect tu. Kuna leo na kesho kuna training nyingine unaweza kaingia pia. Tuwe marafiki. As long as umekaa hapo, na maana kuna namna unanifahamu sasa hivi. Kwa tukutane darasani. Mungu akubariki sana, na kuombea Mungu akufungulie milango yako ya uchumi. Mungu akufanikishe, uendelee kumjua Mungu. Mungu akutunze, na Bwana akubariki sana.